Hii ni rahisi sana jamani, hata hii mnahitaji kuelekezwa. Kuweza kumjua mchawi wako ni rahisi sana, yaani kabla hata hajakuumiza au akiwa amekuumiza ni rahisi sana kuweza kumjua mchawi wako. Tukiachana tu na ishara, kabla sijawaelekeza dawa ya kuweza kutumia ili uweze kumjua mchawi wako, na sio dawa kivile, yani ni dawa ambayo wewe unaishi naye, ni kama viungo, kama mboga, kama nini, basi hapo moja kwa moja unaweza kumbainisha mchawi wako na ukajua kabisa bana, huyu ndiyo mchawi wangu na huyu ndiyo anaonilogaga. Yani hata akija na madawa yake unaweza ukashangaa yeye mwenyewe akakukabidhi mkononi, bana chukua, alafu kesho na kesho kutwa atakuwa akikutangaza mtaani kwamba wewe ndiye mchawi mkubwa ambaye unamloga, au wewe ndio mchawi mkubwa wa maendeleo yako. Kumbe yeye mwenyewe kakushindwa kutokana na vitu fulani ulivyovifanya, kwa hiyo mwisho wa siku akajiumbua mwenyewe. Bwana, nikukaribisha sana, ni rahisi sana kujiunga nasi. Hii ni KB TV. Ukitaka kuwa mwanafamilia ili uweze kupata tiba zako na vitu tofauti, vitu mbalimbali, kushauriana na kuweza kusaidiana, ni rahisi sana kujiunga nasi. Ni kubonyeza subscribe na kubonyeza alama ya kengele, hapo tayari unakuwa mwanafamilia wa channel yako pendwa kabisa ya KB TV. Bwana, leo nataka niwaelezee ni jinsi gani unaweza ukamjua mchawi wako kabla hajakudhuru au akiwa ameshakudhuru tayari, lakini hautakiwi uchelewe. Ndio maana ya kuupload video hii hapa, ili we mwenyewe uweze kumjua mchawi wako na yeye mwenyewe ataweza kujua kabisa nimegundulika. Alafu wachawi ana tabia moja, ukishamjua kwamba ni mchawi na yeye akawa amekujua kwamba huyu mtu ameshanijua ni mchawi, hapo anakuwa kwanza na hofu na maisha yake, kwa kuona kwamba huyu mtu kama ameweza kunijua, basi kuna lolote au chochote anaweza kunifanya, au anaweza kuniwekea tego lolote pale nitakapomtega au kumloga, naweza nikauzurika. Kwa hiyo inabidi aishi kwa tahadhari. Unaona bana. Kwa hiyo wachawi vile vile wako hivyo, wanajua, lakini vile vile kama haujajua, anajua kabisa huyu mtu hajaweza kunijua kama mimi namchezea au nataka kumchezea. Basi ni rahisi sana. Kuna ishara kwanza kabla hujaona kwamba huyu mchawi wako. Mfano kama wewe ni mfanyabiashara, ogopa sana yule mtu ambaye anakuja kukuomba kuanzia 500, 1000, 200, 150. Hao watu ni hatari sana. Hiyo ni ishara moja hapo, huyu anawezekana ikawa ni mchawi wako. Kwa hiyo akija kikuomba hela, kuna namna anaenda kwenda kuichezea ili wewe uweze kukosa riziki. Ishara nyingine pia ambayo unaweza kugundua huyu ni mchawi wako ni yule mtu ambaye anakuja kwako. Unakuta ni jirani kabisa, nyumba ya pili hapo, lakini unaishi naye jirani, labda ni rafiki yako ama sio rafiki, ni jirani tu ambao mnafahamiana. Ogopa sana mtu ambaye anakuja kwako na kuweza kuomba maji ya kunywa. Bwana, nasaidia maji ya kunywa kwenye glasi kidogo, kwa sababu wachawi wana tabia hiyo kwamba akishafanya manuva yake sasa, ili muweze kukamatana hata familia kwa familia, la aidha ukienda kwa mganga au ukienda kujua nani mchawi wako, mnaweza mkakamatana familia kwa familia. Inaweza kuwa ukakuta hata umemtuma mtoto, bwana kamletee mama fulani maji au baba fulani maji, basi akichukua yale maji akiweza kunywa, maana kwamba ule uchawi sasa unazunguka pale nyumbani kwenu. Maana kwamba hata pale utakapoenda kuangalia mahali bana, nigundua ni kitu gani kinachonisumbua, waganga wale sio wapekuzi sana, moja kwa moja anaweza kuambia bana, mchawi mama yako, mchawi baba yako, mchawi shangazi yako, mchawi nani yako. Ndio maana kubwa ya kuweza kuja kuomba aweze kunywa hayo maji. Inaona kwamba hapo kuna manuizi ambayo atakuwa akinuia wakati anakunywa hayo maji, ili usiweze kumgundua na kumshika mapema. Vile vile tena ishara nyingine ambayo unaweza kuona ni mchawi wako, yani unaweza kugundua bana, huyu mtu ni mchawi wako. Angalia sana kwa yule mtu ambaye anakuja, kama ni ofisini kwako au anakuja katika biashara yako, ana mazoea ya kuja mara kwa mara, au ndo kwa mara ya kwanza amekuja alafu mwisho wa siku asirudi tena, au anarudi mara kwa mara. Mtu ambaye anakuja kukagua bidhaa zako, yani kwa mfano unauza tagenge kama nyanya, vitunguu na kadhalika, mtu anakuja tu pale hachukui chochote, anashikashika tu, hii shingapi, hii shingapi, hii shingapi, hii hapa sasa, hii ni nzuri sana, hii shingapi. Epuka sana huyo mtu na muogope sana, huenda akawa huyo ndio mchawi wako, kwa sababu ana tabia ya kushikashika kile kitu. Anapokuambia hii shingapi, yeye basi pale moja kwa moja anafanyizia manuizi. Kwa hiyo unakuta kama ulikuwa na wateja wanapotea, kama ni pesa ulikuwa unakusanya unaweka kukufanya maendeleo yako, mwisho wa siku unajikuta zile pesa tena hazionekani au hauzipati tena. Kwa hiyo mwisho wa siku huwa inakuwa hivyo. Kwa hiyo wachawi wana mbinu nyingi sana. Sasa mimi hapa nakuelekeza dawa ya kuweza kumumbua mchawi. Uwe unamhisi humhisi, lakini akija tu na manuva yake, hapo moja kwa moja anaweza kuumbuka, na mwisho wa siku akajikuta kwamba wewe ndio anakuita mchawi baada ya kuumbuka. Ni rahisi sana.
Popote pale ulipo, angalia mti wa kisamvu au mti wa muhogo. Popote pale ulipo, ukipata mti wa kisamvu au mti wa muhogo hiyo nakuonyeshia ni kama dawa vile vile ya kujikinga na mchawi, lakini vile vile ni kinga moja kubwa sana ukiweka katika biashara yako. Tafuta mti wa muhogo. Yaani mti sio muhogo, mti wa muhogo. Vunja kidogo kiasi. Ukishavunja kidogo kiasi, basi huo mti utia katika moto mkali uweze kuungua mpaka uwe mkaa. Ukishakuwa mkaa, basi weka pembeni na endelea kupa maelekezo, alafu utajua na vichanganyio vyake. Cha pili, tafuta mti wa mbaazi. Maana kwamba wengi tunajua kabisa mbaazi kama mboga, kama chakula nini, lakini tafuta mti wa mbaazi. Pale utakapopata mti wa mbaazi, nao utia katika moto mkali uweze kuungua na uungulie kabisa. Yaani huo mti hakikisha kwamba umeungulia kabisa, umebakia kama kimkaa fulani hivi. Weka pembeni nacho kipoe. Basi mwisho wa siku utasaga ule mti wa mbaazi, kwa sababu umeshakuwa ni mesizi sasa. Unasaga ule mti wa mbaazi, vile vile unasaga ule mti wa muhogo. Ukishasaga ule mti wa mbaazi, unasaga na ule mti wa muhogo, basi hapo tayari kabisa ipo tayari kwa kuchanganya. Basi ukishachanganya huo mti wa mbaazi na mti wa muhogo, tafuta ndimu. Ndimu kabisa hizi ambazo zinauzwa masokoni. Basi ukishapata ndimu nayo unaweza ukachanganyia pale, kwa sababu utakaposaga ukapata unga wa ule mti wa mbaazi na ukasaga ukapata unga wa ule mti wa muhogo, maana kwamba haya ni majivu sasa umeyakusanya ambayo umeyasaga, maana vitakuwa ni vimzizi vyeusi. Basi unaweza ukatia katika kopo fulani ambalo ni safi, ambalo unahakikisha haijachanganyikana na kitu kingine. Basi katika kopo hilo hapo unaweza sasa ukakamulia ndimu. Na ndimu utafute yenye maji ukamulie ili uweze upata yani kukoroga ili ishikane. Na ndimu unakamulia tu kiasi, uangalie namna ya kukamulia tu kiasi, yani isiwe nyingi sana. Basi moja kwa moja hapo unaweza kuwa umepata zindiko la biashara yako, na unaweza ukapata kitu ambacho unaweza ukamuona mchawi. Kumuona mchawi unafanyaje? Unaweza ukawa katika biashara yako, kwa mfano kama kina mama mnapenda sana kupaka wanja, japokuwa hata wanaume wanaruhusiwa kupaka wanja. Unaweza ukachukua vile vimsizi kidogo, kwa kidole au kwa kijiti au kwa kistika chochote kile, ukapaka kwenye kope au kwenye nyuso, tuseme hizi za juu zinaitwa kope, ukapaka kwenye kope za uso wako zote sehemu mbili. Yaani ukapaka tu kama vile umepaka urembo kama vile wanja. Basi mchawi akija moja kwa moja katika ofisi yako au kazi yako hiyo, mwenyewe anaweza kukukimbia kwa kuangalia tu usoni hivi akakukimbia. Na kwa wale ambao biashara haiendi, basi unaweza ukafanya hivyo, ukakoroga na maji tu ya kawaida bombani, ukachanganyia na hizo dawa nilizokuelekeza, ukamwaga nje ya ofisi yako na ndani ukamwagia hata bidhaa zako. Basi mchawi hata kama alikuwa na jicho la zongo, akija hapo katika kugusa hapo, yani itakuwa ni hatari sana kwake. Unaweza ukashangaa akaja hapo hata na madawa yake akayadondosha au akakupa, baadaye akiondoka ndo anashtuka kwamba kuna vitu fulani amekuja kuviacha hapo ambavyo sio sahihi, na tayari dawa zake zinakuwa zimeshaharibika, haziwezi kukuzuru tena wala kuzuru biashara yako. Unaona hiyo ni dawa nzuri sana hata kwa ajili ya vijicho. Unaweza kukuta hata una mtoto mchanga, basi unaweza tu ukapaka mkononi vizuri kidogo, yani kiasi tu, afukao vile umempakaza umempitisha. Hata kama mtoto huyo akija akishikwa na wale wachawi wenye vijicho, akasema bana, huyu mtoto labda tumshike na vijicho chake, akiwezi kufanya kazi. Dawa moja kubwa sana ambaye nimeweza kukuelekeza, ambaye hauwezi ukaipata kirahisi mpaka uende ukatapeliwe, uibiwe, ufanyaje, lakini mimi nimeweza kukupatia bure kabisa, bure, na kuweza kuendelea kupata dawa zingine nzuri zenye mafanikio na faida kama hizi, basi nakwambia kujiunga nasi ni bure kabisa, hakuna gharama yoyote katika channel yako pendwa kabisa hii hapa ya KBTV. Ni kubonyeza subscribe na kubonyeza alama ya kengele, hapo tayari unakuwa mwanafamilia channel yako pendwa kabisa ya KBTV. Bana, niwakaribisha sana kwa wale ambao ndo mnajiunga kwa mara ya kwanza, ila kwa wale wanafamilia mimi niwaambie tu endeleeni kuenjoy. Hii ni channel yenu pendwa kabisa ya KBTV. Mpaka kwa wakati mwingine au video ijayo, basi mimi niweze kukuambia kwa heri.